Umebeba nini? Unatembea na nini? Hapo ndio palipo na mtihani mzuri. Ni kipi ulichokibeba? Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukajiuliza shida ni nini? Mungu amekupa kila kitu, lakini huendi. Umefika sehemu umestaki. Huwezi kutoka kwa kufunga na kuomba. Tafakari. Yapo ambayo anasema bali kwa kufunga na kuomba ndipo milango hii itafunguliwa. Lakini kuna kipengele kinasema tafakari mchana na usiku kwa habari ya hayo unayopita nayo. Hayahitaji nguvu kubwa sana. Shughuli yake inapokuja kuwa kubwa, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5 mstari wa 32. Naomba tuende pale. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari ule wa 32. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 32. Karibu. Nitasoma katika jina la Bwana. Tunzeni basi mtende kama mlivyoambiwa na Bwana Mungu wenu, msikengeuke kwa mkono wa kuume wala kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtende kama mlivyoambiwa na Bwana. Kipengele kinachofuata hapa anasema msikengeuke. Kwa nini anasema mtende kama mlivyoamriwa? Ni kwa sababu tunaye Bwana mmoja, sio? Ambaye huyo ndiye alitutoa kwenye utumwa. Hatuna Bwana mwingine ila yeye. Ukikubali kumcha Bwana, ina maana kwamba lazima ukubali kufuata sheria. Anasema usiende kulia wala kushoto, usiwe mzururaji. Usianze kutangatanga, unachukua ya huku, kesho unachukua ya huku. Utaikosa hiyo sheria ya Bwana, haitaka. Kwa sababu hachangani. Anasema mimi ni Bwana mwenye wivu. Hachangani na mambo mengine. Huwezi kumwona Mungu akiwa na wewe kama hautakwenda sawasawa na jinsi alivyokuwa Mungu. Anasema usikengeuke. Nani anayekengeuka? Ni yule aliyekwisha lifahamu neno akaliacha na kufuata habari nyingine. Pale umekengeuka. Na Yesu asifiwe. Mtende sawasawa na jinsi alivyoamuru. Usiende kulia wala kushoto. Neno linasemaje? Simama kwenye neno, kaa kwenye neno, tafakari hilo neno ili umwone Mungu anafanya nini. Anasema kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Alimsisitiza Joshua. Joshua alikutana na wakati mgumu sana. Wakati Joshua anaambiwa habari hizi, Musa amekufa, anaambiwa alibebe taifa la Israeli kuingia mji wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Joshua ambaye hakudhani kwamba ana nafasi. Ukiendelea kusoma kule mbele, alimuuliza Mungu, nitasimamaje mbele ya watu hao? Kwa sababu hakuiona nafasi yake. Alijiona yuko chini, kuna watu wakubwa pale mbele zake. Akasema kwa nini Mungu hakuwachagua wale? Anasema nitasimamaje mbele ya hao ili niweze kuongoza. Kumbukumbu
jangwani ipo. Musa alipoondoka, wana wa Israeli walimbana Haruni. Musa ameondoka, tutengenezee Mungu mwingine hapa. Wana ushawishi wa kukufanya uache njia yako, wana ushawishi wa kukubatilisha mawazo yako yote, na kwa sababu wana uwezo wa kukugomea kama walivyomgomea Musa. Joshua kijana mdogo anaambiwa chukua wana wa Israeli. Sasa Mungu anampa angalizo ili usiweze kupotea njiani, usikengeuke. Fuata haya ninayokuamuru leo. Haya ninayokuamuru leo yakae kwenye kinywa chako, yasiondoke kwenye kinywa chako. Historia inaonyesha Adamu alipewa maagizo, yakamtoka hayo maagizo kwa kusikiliza sauti ya pembeni, kwa sababu alikengeuka akamsikia mkewe na sio Mungu aliyemweka kwenye bustani. Mangapi unapita nayo, lakini unakuja kujua kwamba ulikengeuka, ndio maana ulipoteza njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka niliwahi kutoa mfano hapa mwaka ule 2022. Nikiwa kwenye ajira nilipata dili wakati gesi ndio imefunguliwa kule Mtwara. Nikaletewa ofa nzuri tu, mshahara milioni 15. Kapiga hesabu mshahara nilikuwa napata, kasema zinaongezeka, naweza kwenda. Kabla sijaenda usiku, usingizi ukakatika. Jamaa wananisubiri nenda kwenye interview siku 2 baadaye, usingizi ukakatika. Afu nikasikia mtu ananiuliza swali, sauti moja inaniuliza, una uhakika na hiyo kazi unayoiendea? Ndio, milioni 15 sio mchezo. Take home. Sio gross, take home 15M. Nikajiuliza hivi kwanza ni nini? Kumbuka wakati huo bado sijasimama sawasawa kwenye wokovu. Naitazama hela kama kitu amazing. Nawaza hela. Ile sauti imenichanganya. Huko unapokwenda unafikiri ni salama, una uhakika hiyo kazi na security. Rafiki yangu mmoja ambaye nilikuwa naye Geita Gold Mine akaniambia, mimi nakwenda na dili siachi. Nikamwambia tangulia kwanza. Akaenda fanya interview, wakamchukua. Of course tulikuwa tunafanya idara moja tukiwa Geita Gold Mine. Wakamchukua. 15 million limeandikwa kwenye contract yake. Mwezi wa 6 akiwa kazini, wanasema gesi imepungua, tunahamishia visiwa vya Caribbean. Kwa hiyo nyie tuliowaajiri hapa kazi imeisha. Nikapiga hesabu miezi 6, na mimi niko bado na contract ya miaka 3 mbele. Kiwango alichopata kwa miezi 6, ndio kikomaa mwaka kimeingia. Nikasema Mungu asante. Kwa mara ya kwanza nikaanza kuisikia sauti ya Mungu kumbe inasema na mimi. Kwa sababu nilipiga hesabu miezi 6 kibarua kinaisha. Huna dini, huna mission. Kwa hiyo biashara yako imeishia hapo. Unasikiliza nini? Anasema msikengeuke. Kuna mahali ulipo
Mungu ametaka ukae hapo kwa kusudi lake. Ni yeye ndiye atakayekuongoza kwa maana ya habari ya safari nyingine, lakini pale ulipo usikengeuke. Unaweza ukakengeuka ukatoka hapo ukaenda ukapiga chini kala vumbi. Kiongozi wetu Bwana anasema utakula foma. Unajua foma? Sabuni ya foma. Unga umeisha hapo, unasonga foma. Maki huna hela. Usikengeuke. Je, unaishije? Unafuata nani? Nani anayekuongoza? Washawishi wengi wana mawazo mazuri. Nilimwambia dada yangu mmoja alimaliza chuo cha medical, wakati weka wakimbizi wamepamba moto, akakimbilia mshahara mkubwa. Ajira imetoka, natakiwa aende Karagwe. Akasema siendi, acha nipige hela kwanza. Nikamwambia ndugu yangu, serikalini kuna security. Hawa jamaa wanaweza kufunga wakati wote wakimbizi wakiishi. Bahati mbaya amekwenda kule, ndio vita kule, wameshtukiwa kwamba wale ndio wanachochea vita. Kwa hiyo wakimbizi hawaji wengi, wakaanza kukata wafanyakazi. Sasa pale ili kusurvive lazima uingie kwenye mbinu mbadala uweze kubaki. Nikamwambia unaona, shughuli imekupata. Alirudi kuitafuta ajira yake ya serikali, wakampangia mkoa mdogo.